Ndizi TV nendo na tokomerana asomoro bili Esabaria bonchiria asomoro bili gato sangana bonchiria abagutumanya ngaiba chakerete ikyagete bakaimukia egetambukiro na bigo gochora obonchiria bigo mwachimuliere bitkulia rero ngo na beringo tarira asensemo Nyamataro astra tokomerana no bonchiria bili bitkulia rero atumanye na kyakorokwa na inde bonchiria kibali abakora yenda gusangana inte asensemo kisi mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Tiri nkerubo fida tiangari ngani monchege bwili tukulero atumanye na kiakoro kwa karibu sana. Asante sana. Unaweza ambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani na unafanya biashara gani? Kwa majina naitwa Michael Odhiambo Catch. Nafanya biashara ya kuuza furniture ambayo inadili na viti, vitanda, meza. Na pia hata tunafanya fittings kwa kutengenezea watu ma wardrobes, kitchen cabinets, na kazi yoyote ile ambayo inahusiana na mbao. Okay. Pengine ni jina gani unatumia katika hii biashara yako? Hii jina ambayo natumia katika hii biashara yangu inaitwa kwamba The Furniture People. Mbona ukachagua hilo jina? Nilichagua hilo jina baada ya kuifikiria kwa sababu tuna deal na furniture. So niliangalia sana furniture kwa sababu furniture ni vitu nyingi. So niliona kwamba jina hilo linafaa. Na unatengenezea watu. Natengenezea watu. Sasa mimi ni mtu wa Furniture People. Okay. Pengine Michael, tuambie ulianza hii biashara lini? Hii biashara naweza sema kwamba nilianza kuanzia kwa utotoni. Kama tu vile nimesema kwa jina ya biashara nimeita kwamba The Furniture People. Kwetu babu yangu alikuwa anadili na mambo ya furniture. Baba yangu mzazi anadili na mambo ya furniture. Ndugu za baba zangu hata mandugu zangu tunadili na furniture. So mara kwa nyingi hata nilipokuwa nikisoma kwa mdogo mara nyingi nilikuwa nashinda kwa workshop ya baba yangu. Ndio maana hata hiyo jina iliweza kuamua kwamba ni The Furniture People, ikimaanisha kwamba sisi kwetu wote hata ukienda nyumbani wanasema ile ni wale watu wa kwetu, familia yetu wote tunadili na mambo ya furniture. Pengine wakati wazazi wako ama familia yako ilikuwa inafanya ile kazi, ulijua kwamba siku moja pia wewe utafungua duka yenye nadili na vitu za furniture? Hiyo kwa sababu ndio nilikuwa nafikiria kitu kama hiyo, lakini kwa utoto sikuichukulia kwa uzito sana. Mimi nilikuwa napenda tu most of the time, mara nyingi nilikuwa nakaa na mama, na mama alikuwa ni mtu wa sokoni. So katika hiyo kwa sokoni mara nyingi kwa wakati fulani niko sokoni na mama ninamsaidia kuuza vitu, saa zingine niko kwa workshop. Lakini sasa baadaye sasa nilikuja kufikiria kuona kwamba interest ya kuwa na furniture na nikafikiria kuweza kufungua sasa biashara ya furniture. Ilifika muda upi ndio ukasema sasa uache ufungue biashara yako mwenyewe? Wakati ambapo ilipofika, kwa sababu vile nimesema kwamba nilikuwa nafanya biashara pamoja na mama. Nilifanya biashara nyingi, nimefanya biashara hata kuweza kuuza manguo kwa muda. Sasa ilipofika ile wakati wa corona, mara nyingi kwa tunaenda kuchukua nguo Nairobi. Sasa ile wakati walipofungia nikiwa hapa Kisii, walipofungia kwamba tuwezi enda safiri kwenda kuleta vitu kutoka Nairobi. So hapo ndio nikasema sasa nitafanya nini tena? So ndio hiyo idea hiyo mwaka wa 2021 2020 hapo hivi. Ndio sasa nikaamua sasa kuweza kuingia katika biashara ya furniture mzima mzima. Pengine familia yako ilikuwa inauzia nguo na pia kufanya kazi ya furniture katika huu mji wa Kisii ama? Hiyo nimezaliwa na kulelewa katika mji wa Eldoret. So huku Kisii pia niliweza kuja kitu kama mwaka wa 2013. Ndio niliweza kuja huku Kisii. So ndio nikakuja kuangalia kwamba ukiangalia zile furniture yenye tulikuwa tunatengeneza sikuiona hapa Kisii. So ndio nikasema kwamba niweze kuendeleza hiyo biashara. Kwa sababu tayari nilikuwa naijua, ni vile nilikuwa nimeweka pembeni, lakini sasa nikakuja kuifanya sasa. Tukiangalia mafundi wengi Michael, wao wanasema wao wanaenda shuleni wanapata mafunzo. Wewe ulishapata mafunzo kwa wazazi wako, pengine ulifikiria hata siku moja unaweza enda pengine upate mafunzo shuleni pia?
Sasa kwa sababu ya kazi hii, hii ilikuwa tunapata kwamba tayari sasa niseme kama kwetu ilikuwa ni workshop hivo. Sasa tukaweza kuingia sasa baada ya kutoka shule. Tulikuwa tunakaa katika hii kazi ile ambayo ilikuwa tunaiendelea practically. So siwezi sema kwamba tunaenda shule, lakini nimejifunza kutoka kwa mzazi wangu, baba yangu ambaye alikuwa ni fundi hodari. Michael, najua mji wa Kisii ni mji mkubwa sana. Pengine mbona ukachagua hii sehemu ya Nyamataro? Sehemu ya Nyamataro nilikuja kuipenda kwa sababu wakati nilipokuja nilipata kwamba hakukuwa na fundi wowote. Alafu pia mahali penye nilipata duka hili ilikuwa ni hapa, ni kwa junction. Kwa sababu ukifanya biashara lazima uangalie mali strategy kwenye utaweza kuweka biashara yako. So ndio nilipoona hapo hivyo Nyamataro, nikaona ni mahali pazuri, ndio nikaamua sasa, kwa sababu biashara ni kurisk. Mengine unasema kwamba we anza, mengine utajidia mbele. Sasa nikaweka tu bidii na kwa imani pia kwa Mungu, nikijua kwamba mambo yatakuwa sawa. Na ndio huyu sasa tuko hapa. Michael, pengine unaweza tuelezea ni kitu gani ya kwanza ambacho unaweza kujifunza? Unajua wakati fundi wengi wanaanzanga maybe na kiti, meza, kitanda. Wewe ulijifunza kitu gani ukaona kwamba umeweza kubobea katika hii kazi? Kwa kazi hii ya furniture, mara nyingi watu wanafikiria kwamba fundi ni fundi mwenye anatengeneza viti ama kabati, ndio sawa na mwenye anatengeneza sofa set. Hiyo ni tofauti. Kuna imegawanyishwa katika sehemu 3. Kuna joinery ambayo inahusisha kutengeneza viti, vitanda, meza. Alafu sasa kuna hii cushion ya kutengeneza sofa set, pia ni idara tofauti. Alafu pia sasa kuna ile ya fitting ya kutengeneza hizo wardrobes, pia ni idara tofauti. So ile niliweza kuanza nayo kwanza ilikuwa ni fitting, ambayo ni kutengeneza meza, vitanda, zile vitu ambazo zinafaa kwa rangi, wacha niseme hii inaitwa joinery. So pole kwa pole pia ndio nikaweza kuintroduce pia kuweza kutengeneza sasa hizi masofa set pamoja na kufanyia watu fitting. Na hiyo fitting mara nyingi tunaenda kutengeneza kwa nyumba ya watu zinamba. Ni umuhimu gani kwa fundi wakati anapojua hiyo kazi yote kwa umoja? Unapojua kwa vitu zote hizo kwa umoja ni muhimu, kwa sababu ni kazi zile ambazo zinaendana pamoja. Ukipata kwamba kama ni wa kitanda, mtu atahitaji sofa set, mtu atahitaji pia labda kumfanyia wardrobe. Sasa unapokuwa na hiyo muhimu, kazi inapokuja unapata kwamba unaweza kufanya kazi zote kwa pamoja. Na pengine kuna wale ambao mnashirikiana nao katika kutimiza hii kazi? Kwa sababu kama hapa hivi niko na mafundi wale ambao sasa kwa sababu tunaweza kuipanua. Niko na mafundi wale ambao wanafanya kazi ya hiyo joinery. Alafu pia kuna ule mwenye anatengeneza frames za sofa set, huyo pia ni fundi mwingine kivyake. Alafu sasa kuna yule mwenye anashonesha, anafanya dressing ya hizi vitu, pia hiyo ni fundi kivyake. Alafu pia tena niko na fundi wale wa kufanya finishing. Zikishatengenezwa kuna mtu kazi yake tu ni kupiga tu rangi tu. Na hiyo pia inafanya kwamba kila mtu akiwa na idara yake, inafanya kwamba kazi inatoka ikiwa perfect. Hebu tuelezee kwamba wakati ulifika huu mji wa Nyamataro, customer wako wa kwanza ulimpata vipi? Kitu ya kwanza naweza sema kwamba kitu ya kwanza nilipofika hapa Nyamataro nilitengeneza set ya vitanda na nikaiweka display. Na umejua kawaida kwa biashara yoyote hii kazi hii inajiuza kutokana na ile kazi ambayo umefanya. So kuna mwenye alikuja kupendezwa alipoona baada ya kuiweka hapo hivyo nje kwa display, alipoweza kuiona na kaweza kupendezwa. Na kwa sababu hapa pia ni kwa barabara, wengi wakipita, the moment unapotengeneza kitu mzuri inafanya mtu akuweza kuwa na imani na wewe na kuweza kuona kama unaweza kutengeneza hii mzuri, hata mimi nitengeneze. Tukiangalia pengine material zako unapata kutoka wapi? Material yenye natumia sana sana kama hapa mji wa Kisii kuna miti nyingi, kuna mbao nyingi. Hizo natumia kutoka hapa local. Kuna zile materials kama zile ambazo tunapata naleta tunazichukua town. Kuna wale ambao wanaleta hizo mattresses, hizo cushions na materials tunazinunua tu karibu, ambayo tu ni distance tu ya
50 bob. Shilingi 50 kienda na inaweza kuletea. Okay. Nilisema kwamba kuna wale mafundi ambao mnashirikiana nao katika hii kazi. Pengine ni wewe mwenyewe umeweza kuwafunza au? Ya sio wote ambao nimeweza kuwafunza. Wengi unapata kwamba kwa sababu ni kazi ile ambayo inajulikana, wengi wanakuja na wanapokuja na unaangalia kazi ile, unampatia kazi kwanza. Kama interview ya hii kazi chini, unampatia sample ya kitu anaweza kutengeneza. Kitengeneza vizuri, anaweza kumchukua na anaweza kutengeneza. Okay. Pengine kwa upande wako Michael, ulichukua muda gani ndipo ukaweza kupata customers kwa wingi? Ya kama biashara yoyote, biashara inakuwa na challenges. Na pia nilipoweza kuanza hapa hivi, sisemi kwamba nilipata customer kunyanyuza tu hivi na kuanza kupata customer. Niliweza kukaa mpaka hata kuna wakati fulani karibu nikate tamaa. Lakini nikasema tu acha tu niendelee. So it take time. Kwa sababu ndio mtu akuwe na imani ya kupatia kazi. Lazima awe ameona kazi ile ambayo. Lakini uzuri ni kwamba kazi ile kidogo yenye tulianza kuanza nayo ilikuwa nzuri. Kama je kazi ilikuwa nzuri, customer mwingine anaambia mwingine, akitengeneza sasa ulitengeneza wapi? Nitengeneza pale Nyamataro. Mwingine tena anaambia mwingine, na mwingine na mwingine. Sasa unapata kwamba sasa kazi sasa inaweza. Okay. Ningependa ushikilie hapo, tuingie mapumzikoni. Tukirudi tutaanza kutuelezea mengi sana mwanchi mwingine. Ninataka nitakusanga ile morogelio kwa Esabaria boncheria sanga nitakusanga no boncheria Michael kora sense menga ya Nyamataro. Kwa nini tutaraso mtima kama kaigo tuskato nyegera kwa ntarase ngeke kera usio ile tutakusanga amani. Ndizi TV Ubwansu Gusii. No mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono mama tefi mitumba bells nigo akorobeire Esabaria ntambe asago kireteire gisiri na munwa no mama tefi mitumba egotogotoka se Imperial building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga chi abana, ntubwate chi household, ntubwate chi wood, ntubwate chi jacket, ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba. Baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers, crocs. Igo toko barangeli munyara ko mogocha mama tefi mitumba, munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1. Karo wachire mama tefi mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha mama tefi mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 mama tefi mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo jirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero mama tefi mitumba bells abiro kama mama tefi mitumba bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome. Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumwa mama tefi mitumba bells. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamataro Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono,
kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye hawana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Vyakigima umwanchi umulirya buli kasene kya Ndizi TV nandengo kwanzania asentunda ya kabere kinatwa ndagusanga imeyo murobere Esabaria oboncherya Ostoga ntagusanga no boncherya Michael orasensemeyega ya Nyamataro iyo yenda kwanera amange igoro yo boncherya bwaye kono mwanchi umulirya kwalya nobele nimekagenda gusanga asobwamo. Michael, tukiendelea kwa ulikuwa unaona kuna design tofauti za kutengeneza hivi vitu vya mbao. Kama kuna kitanda, kuna vile vitanda vya kawaida, viti, kuna vile viti vya kawaida vya kitambo. Lakini ukiangalia hivi sasa kuna viti ambavyo vimekuja kwenye design tofauti. Pengine umeweza kulani hizi designs kutoka wapi? Ya, kwa ukweli yenyewe kwa sasa tunaweza sema kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao umejaa na information nyingi sana. Na imefanya kwamba siku hizi hakuna ile kukuwa na uniform, yani unapata kwamba kutengeneza tu kitu design moja. So through mtandao tumeweza kupata designs nyingi sana ambazo ni za kisasa. So through internet, Facebook, kwa sababu unapata katika nchi mbalimbali na pia designs zingine nyingi tunapata. Hapo ndio tunapata sasa designs nyingi, na hata zingine pia tukipata tunakuwa pia creative. Tunajaribu kuunda kitu ile ambayo pia hata kama umeiona hiyo unajaribu kuimodify ili iweze kukua ni ya kisasa. Kwa sababu ulimwengu wa saizi watu wanapenda vitu smart. Na kwa njia hiyo pia inafanya kwamba tunakuwa katika market na inafanya wengi sana wanafurahia kazi ambazo tunafanya. Ukiangalia watu wengi wanatumia mtandao katika kujiendeleza kwa biashara yao. Wewe umesema umeweza kutumia mtandao katika kukuza skills ambazo uko nazo. Pengine kwa kuuza umeweza kupata customers kutoka kwa mtandao? Hata sana hata hapo hivi sasa ndio soko kubwa sasa hivi. Kwa sababu vitu nyingi ambazo tunatengeneza tunazipost katika mtandao. Na hiyo inaweza fanya kwamba unafikia kama wateja wako katika sehemu za mbali. Kama kuna mwingine mwenye ndiweza kutumia mzigo kama kutoka hapa hivi mpaka Gusii, na dining set fulani nitengeneza ikaenda Gusii, na aliona tu kwa mtandao. Haya, pia na mwenye nitengenezea pia double decker fulani pia nikarudisha ikaenda tena Nairobi. Kuna mwenye nipelekea kitanda Mombasa. Na hata katika hii sehemu ya Kisii hii unapata kwamba hata kuna wengine ambao unapelekea mpaka hata Kilgoris, Odhiambo, Nyamira, hata wengine hatuonani. Na unapata kwamba kwa sababu anaona katika mtandao. Sasa na bora tu tukielewana vizuri tunahakikisha kwamba mzigo yake imeweza kumfikia. Mpenzi mtazamaji angependa kujua kwamba unatengenezea hii viti hapa ama kuna sehemu nyingine ambayo unatengenezea alafu unavileta? Kwa sasa hivi tunazitengenezea hapa. So kama vile tuko katika nyumba hii, ukisikia hapo hivyo juu kuna mafuta yanapiga kwa hiyo sehemu ya juu ambayo tunatengenezea vitu. So tunazitengenezea hapa. Pengine wewe unafanya deliveries? Yes,
tunafanya delivery itegemea na vile tumeelewana na customer. So kuna zingine ambazo unapata labda inaenda sehemu ya mbali, tunaweza kumtafutia na tunaweza kudeliver. Okay. Kwa mfano kwa upande wa viti ama kitanda, ni nini ina determine price yake? Katika kitu ambayo ina determine price, unaweza shangaa kwamba unapata design fulani, unapata ukienda mahali fulani unapata bei iko tofauti. So kitu yenye huwa ina determine price ni ubora wa material ambayo imetumika. Kwa sababu kuna material tofauti. Hata mbao pia kuna mbao tofauti. Kama sasa kuna mbao za mahogany, utapata kwamba licha kwamba tunatengeneza nyingi na mbao za eucalyptus, lakini pia kuna zile ambazo tunatengeneza na za mahogany. Na sasa mahogany bei yake iko juu. So tukielewana na customer, kwanza customer ndiye anaamua, mteja ndiye anaamua ni nini hiyo anataka. So unamtengenezea kulingana na budget yake. So material sana inaweza fanya kwamba kwa hata hizi viti hizi unapata material niko kwa hii ni tofauti na yenyewe kwa hiyo nyingine, na pia ni tofauti na ile ya leather yenyewe hapo nyuma. So material ndio inaamua. Na sasa mara nyingi nzuri kwamba material ziko kulingana na budget. Unaweza pata the same design, but ikitegemea material umetumia inaweza fit your budget. Unapata kama ingine iko bei yake iko chini, ingine iko juu, na ingine hata cushions pia ziko tofauti. So hawezi sema tu kwamba kuna general price. Yani mtu anaweza tengeneza the same seat, same color, but material ikue itafanya kwamba kitu kingine unapata iko juu na kitu kingine iko chini. Pengine ni customer ama ni mteja anakuja anachagua ile design anataka ama ile material anataka kutumia, na wewe pia kwa upande wako pengine wewe unamadvise ni material ipi nzuri yenye anaweza tumia. Sana kitu yenye huwa tunaamua kwamba tuna advise customer kwamba afadhali uende ile material ile nzuri. Kwa sababu kuna zingine unaweza chukua ndio kitoka unapata kwamba kitu iko sawa, lakini sasa after muda mfupi unapata kwamba labda kama ni cushion unapata kwamba sasa inaanza kubonyeka. Lakini sasa huwa tuna advice, na hata mara nyingi sana huwa mimi napenda tu kutengeneza zile vitu ambazo ni za quality. So unaweza pata kwa mtu akwambia mbona bei yako iko juu ama iko chini, lakini ukimweleza tu vizuri unapata. Lakini wengi sana hata pia wengi wanapenda vitu zile ambazo najua katika huu mji wa Kisii ama katika nchi ya Kenya siwe peke yako unatengeneza vitu vya aina hii. Pengine upande wako huo una deal aje na competition? Competition kitu ya kwanza ni workmanship, kazi ikuwe nzuri. Na vile tu wanasema kwamba kibaya chajitembeza na kizuri chajiuza. So kwa kutengeneza kitu nzuri, kwa sababu ya competition ile definitely utapata kwamba wengi watadhamini. So kutengeneza kitu ya kwanza, kutengeneza kazi ikiwa safi, utakuwa na wasiwasi kwa sababu unapata, kwa sababu kama kazi ikiwa safi, ndio maana ni vile nimekueleza hapo awali kwamba unapata wateja hata kutoka sehemu za mbali, na hata mtu anakubali hata kugharamia kulipa kutoka sehemu ya mbali aweze kuweza kutengeneza. Customers feedback inakuanga ya muhimu sana katika biashara yoyote. Pengine kwa upande wako vile wateja wanazungumzia kazi yako, umewezaje kukusaidia katika kuimarisha kazi yako? Kwa sababu tukiwa wanadamu saa zingine unaweza pata kwamba kazi yote yenye unafanya saa zingine unapata kwamba haijatokea labda vile customer alikuwa anataka. So tunapokuwa labda nalalamisha jambo fulani, tunatake hiyo kuwa positively kuweza kuimprove ama kumrekebishia iweze kutokea vile anavyotaka. Kwa sababu tunasema kwamba customer satisfaction ndio kitu ya muhimu sana. Customer kiridhika, huyo ndiye anaweza kufanyia marketing hata kuliko marketing yoyote ile. Nasema tu hapo. So saa zingine unapata kwamba kuna na hitilafu kidogo, lakini sasa ni kitu ile ambayo tunaichukua positive. So tunatengenezea mtu kulingana vile anavyotaka, na tunafurahi sana anapoenda kama ameridhika, kwa sababu tunajua kwamba anaambia wengine. Unaweza pata maybe kuna mtazamaji hapo pale nje, maybe hapo na kiti chake anataka abadilishiwe kitambaa, maybe panya ilitembea ikauma, pengine wewe unafanya hivyo?
ya hiyo pia tena ndio tunafanya sana, tunaita refurbishment. Na uzuri ya hilo ni kwamba hiyo tunafanya kwa boma yako, kwenye hauhitaji kubeba kuleta kwa workshop. Hiyo tunaweza kuja na timu yetu na tunaweza kukurekebishia kwa mlango. Okay. Michael, pengine katika hii biashara yako ni changamoto zipi zile ambazo unapitia? Changamoto iko kwa sababu hali ya uchumi pia inafanya kwamba saa zingine kunakuwa na changamoto. Na pia saa zingine unapata kwamba sana sana ni hali ya uchumi ile ambayo unapata kwamba saa zingine unatengeneza vitu na labda zina take time. Hizo ndio changamoto zile ambazo, lakini changamoto kubwa sana. Okay. Kuna wakati ambapo unapata maybe bei ya vitu ambavyo unatumika vimeweza kupanda, na kuna vile customer wako maybe ameenda akaambia mwingine, mteja mwingine kwamba utapata hii kitu kwa hii bei fulani. Pengine wao unaelewana aje na customer na vitu zishapanda? So hapo ndio lazima sasa uweze kumshawishi ili aweze kujua. So saa zingine vitu nazo zinapanda, kama saa hizi sasa unapata kwamba umegharamika kutengeneza juu na customer pia amekuja kama labda anataka labda na bei ile ya chini, na labda mwingine naye anataka kulinganisha ati hapana, niliweza kupata mali fulani, mbona wewe bei yako iko chini na nilipata mali fulani na hiyo bei ya chini. So unamueleza tu kwamba kazi ziko tofauti tofauti, na pia kuna pia mafundi wale ambao kazi yao tu bora tu agonge, hataki kuangalia quality. So kwa sababu tunamwambia kwamba namueleza tu ili aweze kuona sababu kwa nini namwambia. Okay. Siku za usoni, Michael, ungependa kufika wapi katika hii biashara yako? Kila mtu huwa na ndoto na kuwa na vision. Ningependa kwamba kazi hii niifanye na iweze kupanuka, ili kusudi yenye hata watoto wangu waweze kuirithi. Na hata ikuwe kwamba hata tunaweza hata kusupply kuwe hata na mashowroom ile, kuwa na mabranches sehemu mbalimbali ya nchi, ile yenye hata sasa mtu akiwa mahali fulani, labda akiwa hapo Nakuru ama hapo Kitale, naambia tembea katika branch hiyo. So hiyo ni ndoto. Kwa sababu najua kwamba biashara ikiwa nzuri hiyo ni kitu ile ambayo ningependa kwamba niendeleze sawa tuna vile wazazi wangu waliendeleza, niweze kuachia hata watoto wangu waweze kuiendeleza, niweze kutanuka zaidi. Okay. Ningependa utumie ile kamera waambie mtazamaji unapatikana wapi na uwakaribishe katika ile duka lako. Nawakaribisha wote katika Furniture People. Tunatengeneza vifaa vya furniture zile nzuri. Tunapatikana Kisii, area Nyamataro. Nyamataro iko katika barabara ya kuelekea Oyugis, hapo tu kwa junction. Utaweza kuona kwamba hiyo kibango yetu hapo penye tumeweka viti nzuri. Tutawakaribisha, tutawatengenezea vitu nzuri na bei nzuri ambayo inaridhisha. Karibuni sana. Byemana sana omwanchi omulyenga w'ekasene Ndizi TV kwa biriko gusangana iteko toga cyagete omoroberiga wikabone gato ikira omwelyo n'abasemere kwanenga kwa biri gukumenya amaje gwetera omoncheria weri tkolera kondo mwanchi omulyenga enda gutwete sinse mochiche mitandao asense ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Tutana ne kerubo Frida tumera na chinga kichinde tosange asoboka.